cha kuweza kukaa nao watu. Bwana asifiwe sana. Kanisa sio ukumbi wa disco, kwamba watu wanakuja wanarukaruka tu wanaondoka. Hapana. Kanisa ni sehemu ambayo Mungu anashuka mwenyewe kukutana na watu wake. Ndio ishara ya kwanza ya kanisa. Kuna mtu hajanielewa. Biblia yangu inaniambia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, walipokutanika pamoja pale orofani, ukaja uvumi kama wa upepo, kisha ukaijaza nyumba yote. Ndipo Roho Mtakatifu akashuka na kuanza kuwahudumia mitume. Na pale ndipo chanzo cha kanisa lilipoanza na watu 120. Kwa hiyo tuwe tunauelewa huo. Kanisa ni sehemu ambayo Mungu anashuka mwenyewe ili kuweza kuhudumia watu wake. Bwana asifiwe sana. Tuelewe hilo. Tukielewa hilo, washirika wote, nikiwepo na mimi mchungaji, uwe na uhakika tutakuwa na kanisa lililothabiti sana. Amen. Tutakuwa na kanisa lenye nguvu ya Mungu. Amen. Biblia inatuambia nguvu tunayohitaji sisi kufikwa, ama uweza tunaohitajiwa sisi kufikwa, ni uweza wa Roho Mtakatifu. Amina. Sio nguvu ya fedha. Tukihitaji nguvu ya fedha, watakuja matajiri feki hapa, watakuja mafree mason hapa, watajifanya kutuletea pesa. Lakini tukiwa tuna nguvu ya Mungu, hatutopokea pesa zao, kwa sababu nguvu ya Mungu inazuia uovu. Amina. Bwana asifiwe sana. Kanisa la kwanza lilivikwa uweza. Yesu mwenyewe anaondoka, anawaambia mitume wake, msitoke Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uweza. Sikiliza nikwambie, dunia hii ina mambo mengi, dunia hii ina shida nyingi. Hauwezi ukakaa vizuri na Mungu, hauwezi ukasimama vizuri na wokovu wako kama hujavikwa uweza. Uweza wa Mungu ukikuvika, uweza wa Mungu ukivikwa ndani yako, ndipo unaweza ukaona ya kwamba napaswa kumwabudu Mungu peke yake na wala sio pesa. Napaswa kumwabudu Mungu peke yake na wala sio mchungaji. Sikiliza, kuna washirika wengine ni wa mchungaji, wakiona mchungaji hayupo hawaji kanisani. Mungu peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa.